Shalom, shalom watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Napenda niwape siri moja watumishi wa Mungu, wainjilisti, mitume na manabii, wachungaji, walimu. Sisi tunaoombea washirika au tunapoombea watu waliookoka, nataka nikupe siri moja ambayo watumishi wengi wa Mungu hawalifahamu. Unapoombea mtu ambaye ana pepo, watu wengi wana tabia ya kuuliza pepo, na pepo sio bibi yako, pepo sio shangazi yako, pepo sio rafiki yako. Pepo anaitwa pepo mchafu, na pepo mara nyingi huwa ni mdanganyifu. Unakuta watumishi wengi wa Mungu wanauliza mapepo, akiwa anaombea pepo, anamuuliza pepo, umetoka wapi? Umetumwa na nani? Umetoka wapi? Unataka kufanya nini? Usiwahi kuuliza pepo. Pepo huwa haulizwi. Kemea, karipia na aondoke. Pepo ukianza kumuuliza atakupeleka mahali hata hapafai. Kwa sababu nakumbuka siku moja tunaombea pepo moja, mchungaji mmoja akawa anauliza pepo, umekaa wapi? Umekaa wapi? Pepo akamwambia, nipo kichwani. Akaanza kuomba kichwani, toka kwa jina la Yesu. Pepo ikamwambia, nimehama, nipo shingoni. Yule mchungaji, na hivyo tulikuwa tunamwombea, ni mtoto wa kike, mwanamke kabisa. Huyo pepo akawa anampeleka mchungaji, uko wapi? Nipo shingoni. Pepo tena ikasema, tukaomba shingoni kwa jina la Yesu. Akasema, nimetoka shingoni, nipo mgongoni. Pepo akaanza kutupeleka, akasema, sipo mgongoni tena, nipo begani. Pepo sio wa kuuliza. Tukatoka begani, akasema nipo kifuani. Sasa mpo wanaume tu hapa kifuani kwa mwanamke, unatafuta nini? Bwana Yesu asifiwe. Usiwahi kuuliza pepo. Pepo ni mchafu. Atakwambia ametoka kifuani, yupo tumboni. Sipo tumboni tena, anakupeleka wapi? Jitathmini. Mtumishi wa Mungu, usiwahi kuuliza pepo. Pepo ni wa kukaripia, kemea, aondoke kwa jina la Yesu, na Mungu akubariki. Amen.